Naam, tuingie sehemu ya kwanza. Onyesho ni la pili. Katika onyesho hili, wakati ni wa usiku. Wakati ni usiku. Jambo lingine ni kwamba licha ya kwamba ni wakati ni usiku, hali ya anga iko vipi? Kunanyesha. Jambo lingine ni kwamba mandhari. Katika video yetu tuliweza kujua mandhari ni nini, na hapa ni nyumbani kwa Mabula. Nyumbani kwa Mabula. Kwa hivyo tendo hili ama onyesho hili la pili, tendo lake linafanyika wakati wa usiku nyumbani kwa Mabula. Na tuweze kuona ni yepi ambayo yanatendeka kwenye onyesho hili. Naam, tendo hili ama onyesho hili linaanza kwa Mishi akiwa ameketi chini, anafuma sweta kimya kimya. Anafuma sweta kimya kimya. Kumbuka ni usiku Anapaliwa na mate na kukohoa. Najua kuna wanafunzi wanauliza kupaliwa na mate ni nini? Kupaliwa na mate ni hali ya mate kujikusanya. Kujikusanya mdomoni bila sababu. Mbona mtu apaliwe na mate? Sababu za kupaliwa na mate. Ya kwanza, kupaliwa na mate, kumbuka ni kukusanya mate mdomoni. Njaa. Jambo la pili ni msongo wa mawazo. Kwa kimombo ni stress. Msongo wa mawazo. Ya tatu, kichefuchefu.
kichefuchefu. Kichefuchefu ambapo pale mtu anachefuka roho. Kisha dama bintie. Dama bintie nani? Bintie Mishi anaingia, ilhali tunaambia kwamba aliingia akionekana mwenye usingizi. Akionekana mwenye usingizi. Anaonekana mwenye usingizi. Maudhui. Maudhui yanayojitokeza kwenye onyesho hili. La kwanza, onyesho hili linazungumzia kuhusu mabadiliko. Onyesho hili linazungumzia kuhusu mabadiliko. Mabadiliko tunaona ni change. Katika kurasa wa 11 tunaona kwamba Mabula na Mishi, Mabula na Mishi waliishi katika mtaa wa Majuu. Ukurasa wa 11. Ukurasa wa Majuu ni neno la kimajazi kumaanisha ni mtaa wa watu wenye walala hai. Na hivyo basi hivi sasa inaonekana kwamba wanaishi mtaa ya walala hoi. Mabadiliko mengine ambayo yanajitokeza ni kwamba Dama anatueleza ya kwamba kuna mabadiliko jinsi wazazi wake hapo awali walikuwa na raha, ilhali hivi sasa wamebadilika, wanafukuzana tu. Dama anakiri ya kwamba Mabula ambaye ni babake, kumbuka kwamba katika kazi ya fasihi simulizi usiandike jina la mhusika kama vile babake, maanake jina Mabula limetajwa. Kumbuka hayo. Mabula amebadilika na jinsi
na jinsi ambavyo anavalia siku hizi, ni tofauti, ni tofauti na jinsi alivyovaa zamani. Anadai kwamba ndevu zake na nywele zimekuwa timu. Ukurasa wa 12. Pia tunapata kwamba kupitia maongezi ya Dama, anatuarifu kuwa hamuoni Mabula na gari lake la kazini kama hapo awali. Ukurasa wa 12. Pia tunapata kwamba kuna maudhui mengine ni ya malezi. Kuna malezi mema ambapo Mishi anaweza kumsikiliza Dama usiku. Pia Mishi ameweza kumsikiliza mwanae na pia yeye mwenyewe akaweza kupata nafasi ya kumshauri Dama.
hii inaonyeshana kwamba kuna malezi mema baina ya Mishi na Dama. Licha ya kwamba kuna malezi mema, kunao wazazi kama vile wazazi wa nani? Wazazi wa Shila na Saisi. Shila na Saisi wanasema kuwa wanawasema Mishi na Babula jinsi wao hushinda wakifukuzana. Haya tunapata kwamba ni malezi potofu. Mapenzi yana ushirikiano. Malezi yana ushirikiano. Wana ushirikiano kwa jinsi gani? Ya kwanza, Mabula na Mishi wanashirikiana vyema kumlea Dama. Wanashirikiana vyema kumlea Dama, ilhali wazazi wa Shila wanashirikiana kwa umbea. Hili linajitokeza pale ambapo wanasengenya familia yake Mabula, wanashirikiana kwa mambea pale ambapo isengenya familia yake Mabula na Mishi mbele ya mtoto wao Dama. Uzalendo. Mishi ana kauli ya kwamba siku ya Ijumaa watu wengi watahudhuria sherehe ya siku ya Mashujaa Hii inaonyesha kwamba kuna uzalendo katika hawa watu pale ambapo watu wengi, hii jamii ni wenye uzalendo, watu wengi
hapa kuna kauli ya watu wengi watahudhuria sherehe ya siku ya mashujaa. Engine, kuna uzalendo shule ambako Dama anasomea. Shule ambayo Dama anasomea, anakosomea Dama shule anakosomea Dama ni wazalendo. Kwani waliwaarifu wanafunzi wao washerehekee, wasiende skuli, washerehekee nyumbani. Hii yaonyesha uzalendo. Pia kwa kupitia Dama tunapata kwamba Mabula pia ni mzalendo. Mabula pia alikuwa mzalendo. Kwa jinsi gani Mabula alikuwa mzalendo? Katika ukurasa wa pili anasema ya kwamba baba kesho atakwenda uwanjani kwenye sherehe, alivyochelewa hivi kurudi. Misha akamjibu, baba yako ni mtu mzima, hata akirudi asubuhi na atake kwenda uwanjani bado atakwenda tu, hilo lisikusumbue mwanangu. Kwenye hao maelezo tunapata kwamba hiyo ina ishara ya kwamba alikuwa mzalendo. Maudhui mengine, mapenzi. Ya kwanza, ndoa ina mapenzi. Ndoa ina mapenzi. Licha ya kwamba ni usiku, Mishi bado anamngoja Mabula. Mpaka wadia. Hii ni ishara ya mapenzi tele, manake kumbuka ni usiku wa manane na mvua bado ilikuwa inanyesha. Dama katika maongezi yake na mamake, na Mishi ambaye ni mamake,
Ni dhahiri shahiri kwamba nampenda Mabula kwa jinsi ambavyo anamuulizia kwenye onyesho. Usaliti, betrayal. Watu wakienda uwanjani wengine wakienda uwanjani kusherehekea siku ya Mashujaa, Dama na wazazi wake ambao ni Mishi na Mabula, tunaarifiwa kwamba wamezoea kukaa nyumbani. Haya yanajitokeza pale ambapo Dama anasema kwamba sisi tutakaa nyumbani. Hili neno sisi linamaanisha kwamba yeye pamoja na wazazi wake watakaa. Pia tunasema kuna usaliti kati ya wazazi. Usaliti kutoka kwa wazazi. Kwa vipi? Licha ya wazazi wa Sheila na Saisi kuona tabia ya wazazi wa Mabula na Mishi, waliwasengenya na watoto wao, bali na kuwaendea Mabula kuwaongelesha. Huo ni usaliti mkubwa baina ya wazazi, ili hali tu angeenda tu awakute nyumbani na aongeleshe, bali na kuongelesha Dama ambaye ni mtoto, na licha ya kwamba ni mtoto hawezi baini kile ambacho kinaendelea, na hivyo
ninaonelea kwamba huo ni usaliti baina ya wazazi. Tutaendelea kuangalia maudhui mengine yakijitokeza tukiwa darasani, lakini kwa hayo tuendelee comment na kushare, na kama uko na swali lolote liandike hapo chini kwenye comment section, nitaweza kuliangalia na nitaweza kulitatua darasani. Asanteni.